uhalisia wa ulimwengu wetu. Hii ni hadithi ya wizi usio wa kawaida, si pesa Wali data. Leo tutasimulia hadithi ya kampuni ya TalkTalk, nyota ya simu nchini Uingereza, iliyopoteza data za wateja wengi na kuacha alama zisizo za kawaida katika ulimwengu wa kidijitali. Hii ni safari ya ukosefu wa ulinzi, jinsi hila ndogo na ufahamu mdogo vinavyosababisha shambulio kubwa. Tutachunguza hatua kwa hatua, kuanzia mwanzo wa kampuni hadi mwisho wa shambulio, na kutoa leso ili iwe ya kufurahisha na kufundisha. Tayari. Twende katika ulimwengu wa kidijitali, ambapo mlango moja wazi unaweza kuleta hasara kubwa, na wakati mwingine hata wateja wenyewe hawatajua walishikwa mpaka wakati wa kuchelewa. Kampuni ya TalkTalk ilianzishwa mwaka 2003, sehemu ya Carrefour Warehouse, na kuanza kama duka kubwa la simu. Walinunua Tistali mwaka 2009 na kuiunganisha na TalkTalk. Lakini wakati wa kuunganisha, walirusha data za wateja kama karatasi za zamani. Hakuna backup nzuri, hakuna encryption. Hii ilikuwa kama kujenga nyumba mpya bila kutoa msingi thabiti. Data zilikuwa zinachanganyikiwa, na hakuna ulinzi wa kutosha dhidi ya wahalifu wa kidijitali. Si kama kutoa samaki na kuacha mifuko mitupu. Wateja walishikilia data zao, lakini hawakujua ni nani anayemiliki nini. Na hiyo ndiyo mahali pa kwanza ambapo shida ilianza kujenga polepole, kama mvua inayotia hatua kwa hatua hadi kuwa mafuriko. Mwaka 2014, wateja walianza kupokea simu zisizo za kawaida. Kalo, mimi Milelena kutoka TalkTalk. Interneti yako ina tatizo, lakini mpinzani alijua kila kitu. Yena, amani, nambari ya akaunti. Simu hizi zilikuwa kama mtego wa panya rahisi, lakini yenye madhara. Mmoja alipoteza pauni 5,200, akisema ni kama kuendesha gari hadi mwisho wa mto. Mwingine, mzee wa miaka 82 na mumewe 83, walipoteza pauni 8,700 na sasa hawalali vizuri. Ni kama kuendesha baiskeli hadi mwisho wa mto bila mashua. Data yako ni dhahabu moja tu ya nambari ya benki, na unaweza kuwa malkia wa udanganyifu. Na hii ilianza kuwafikia wateja wengi, wakidhani ni simu ya kawaida, wakati ni mtego uliotegwa vizuri. Tatizo lilitokea India, kwenye kampuni Webpo, ambapo wafanyakazi 40 walikuwa na ruhusa ya kutafuta data yoyote. Lakini 3 kati yao walichukua data za wateja 21,000 na kuzipa marafiki wao wa udanganyifu. Wafanyakazi hao walikuwa kama walinzi waliogeuka kuwa wahalifu. Walitumia USB stick kuhamisha data na kuuza kwa wengine, kama watoto wanunuzi wapiti, lakini wanalipia madari na pesa za babu. Angalia kila mtu anayetoa ruhusa, hata ikiwa anajionyesha kama mwangalifu. Kampuni inahitaji kutoa ulinzi wa kutosha, kama kuweka kamera na log za kila shughuli, ili kuwashika wahalifu mapema. Na hii ilikuwa hatua ya kwanza ya kutoa data wazi, kama kuacha mlango wa nyumba yako bila kufunga wakati wa usiku. Wafanyakazi hao walitumia data kupiga simu za udanganyifu. Wateja walidanganywa kushiriki pauni 1,000 kadhaa, wakidhani wanaandika cheki au kutoa pesa kwa kampuni halali. Hii ilisababisha wateja wakiangalia simu zao kwa hofu kila siku, na baadhi hata wakapoteza amani ya maisha. Ni kama kupiga simu kwa rafiki na kusema, nina namba yako, sasa nipe pesa.
Hatari ya kweli ya kidijitali. Usalama si kutoa deleda kwa wengine, ni kutoa nidhamu kama bodi nzima. Kama unapokea simu ya ajabu, pigia nambari rasmi au hang up. Ni kama kufunga mlango wakati wa mvua. Na hii ilianza kuenea Kama virusi inayotia hatua kwa hatua, hadi kufikia wateja wengi zaidi. Agosti mwaka 2015, California House walishambuliwa. Data za wateja milioni 2.5 zikaibiwa. Hadi za benki 90,000 zikifungwa. Data za TukTuk 4,800 pia ziliibiwa. Hii ilikuwa kama kuweka mlango wazi na kusema, karibu mwizi. Shambulio hilo lilikuwa la kushangaza, Kwani tovuti zilianguka ghafla. na data zilizopotea zilikuwa na majina, anwani na hata maelezo ya benki. Ni kama kutoa sherehe na kualika kila mtu, lakini bila kujua ni nani anayekuja na bunduki. Wakati wa kugawanya kampuni, usiache data kama samaki aliyokufa chini ya kitana. Lazima uweke ulinzi mzima, si sehemu tu kama kuweka mlango kwenye kila dirisha la nyumba yako. Na hii ilikuwa dalili ya kwanza kwamba tatizo lilikuwa kubwa zaidi kuliko walivyofikiria. Oktoba tarehe 21, Mwaka 2015, mtandao wa TukTuk ulianza kuwa polepole kama kipepeo kinachoruka. Wateja hawakuweza kufanya simu au kuangalia barua pepe. tovuti ilianguka kabisa kama duka lililofunga milango bila sababu. Wateja walikuwa kama watoto wakimsikiza mama yao, na intaneti yangu imekufa. Ni kama kifo cha wifi. Shambulio la DDoS ni kama moto mbele ya nyumba, ili mwizi aingie nyuma. Ni distraction mkubwa. Kampuni inahitaji kutoa monitoring ya kila wakati ili kugundua shambulio mapema. Na hii ilianza kuwafikia wateja, wakikasirika na kutoa malalamiko kwenye mitandao ya kijamii. Sio Dido Haldimba alionekana kwenye TV. Hatujui vingi. Tutawasiliana na wateja wote milioni 4. shambulio Esque ingechom kwenye tovuti ya zamani ya Tiskali haijarekebishwa kwa miaka 3.5. DDoS zilisababisha wateja kupoteza amani, na data milioni 156,000 ziliibiwa. malalamiko ya mtandaoni, Hivyo, mmeiba data zetu au mnaacha wengine waibiwe. kama mchezo wa kandanda, wateja walisema, mbadilisha kocha au tutahana. Usalama wa kidijitali ni kama kujenga ngome. Usiache dirisha wazi, au mwizi atapata njia. Na hii ilikuwa wakati wa kushangaza, Kwani shambulio lilikuwa la kimataifa, kutoka mahali popote. polisi walifika, wakakamata watu 6. Wote wavulana chini ya umri wa 21. Mmoja alikuwa na umri wa 15 kutoka Aila. Mwingine 16 alikuwa ameharibu chuo kikuu. Na Daniele alikuwa na umri wa 18, aliiba $3,000. Hawa wavulana walicheza video games severe kufungwa. Sasa wajua hatari iko kila pembe ya kidijitali. Vijana wadukuzi wanalipaji, Lakini bila mafunzo, wanaweza kuwa hatari, kama kuweka kambi ya kurekebisha ili wajifunze kutumia vipaji vizuri. Na hii ilikuwa wakati wa kutoa mshangao. kwani wahalifu walikuwa wadogo, lakini waliweza kuleta hasara kubwa. Lakini hadithi haikushika pale. Wateja wengi walijaribu kupata pesa zao zilizopotea. TukTuk walirudisha baadhi, Lakini wengine hawakupata. Hii ilisababisha mchakato wa kisheria. kisio kuandika faini ya pauni.
$533 kwa Tukto, na faini nyingine ya pauni 130 kwa Wempro. Kampuni ilipoteza wateja 101,000. Hisa zao zikashuka 11%. Sio Hadim alijiuzulu mwaka 2017. Ni kama kuuza nyumba baada ya kutoa mlango wazi, hasara kubwa. Na hii ilikuwa mwisho wa shambulio, lakini mwanzo wa mabadiliko katika kampuni. Usalama wa kidijitali hauko kwenye kamera pekee au firewall. Ni mchanganyiko wa wafanyakazi wenye busara, elimu ya usalama na teknolojia. Haka si rafiki, ni panya chini ya kitanda. Kila kona lazima ichungwe. Kuangalia password tu si kutosha. Kama kuacha mlango wazi kwenye nyumba, lazima uangalie kila dirisha, kila mgeni. Hii inakumbusha kwamba katika ulimwengu wa kidijitali, shambulio linaweza kutoka mahali popote, hata kutoka wavulana wadogo au wafanyakazi walioriuka. Na hii ilikuwa leso kubwa kwa kampuni nyingine, ili zisirudie makosa yale yale. Miaka michache baadaye, mashirika mengine yalijifunza kutoka kwa shambulio hili. Wafanyakazi walifundishwa kwa mafunzo ya social engineer awareness, na tawi la TikTok sasa lina mfumo wa ulinzi mkali zaidi. Kampuni nyingine zilianza kutoa encryption kwa data zote na kutoa monitoring ya kila wakati. Hii ilisababisha ulimwengu wa kidijitali kuwa salama zaidi. Lakini bado hatari inapatikana. Elimu ni silaha bora zaidi dhidi ya hackers. Kama unahitaji kutoa ulinzi, anza na wafanyakazi wao, ndio mlango wa kwanza wa kampuni. Mwisho, hadithi hii inatuambia kuwa kidijitali ni kama mto, ina maji mazuri, lakini bila ulinzi inaweza kuleta mafuriko. Na kama unapata simu ya udanganyifu, hang up na kunywa chai, usitoe data yako. Kitu chochote na kila kitu kinawezekana ndani ya huu ulimwengu.